Tunamshukuru Mungu tena kwa jioni hii ambayo Mungu ametupatia, au usiku huu wa kipindi chetu cha dawati la uongozi. Kwa wale ambao mnafuatilia, na wakaribisha tena watumishi wa Mungu, watazamaji na wasikilizaji wa kipindi hiki cha dawati la uongozi. Kama nilivyosema tangu mwanzo, nimepata neema ya kuandika vitabu viwili. Kitabu ambacho kinaitwa Maadili ya Uongozi, Maisha na ya Uongozi wa Mfalme Sauli. Hiki hapa kinapatikana makao makuu pale Dar es Salaam katika kanisa letu la FPCT. Dodoma vinapatikana, lakini pia vitabu hivi vinapatikana Kimahama Bookshop Arusha, lakini pia vinapatikana Mbeya. Ndugu Amon anaviuza vitabu hivi, na Tanga unaweza ukavipata Novelty, na pia unaweza ukavipata hata katika jimbo letu la Tanga. Lakini pia nimeandika kitabu kinachoitwa Maisha ya Twiga katika muktadha wa uongozi, Maisha ya Twiga katika muktadha wa uongozi, na ndio sasa hivi ninaendelea nacho. Nimekiandika wiki na pia kitafsiri kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo wale wanaopenda kusoma kwa lugha ya Kiingereza pia wanaweza wakakipata. Juma lililopita nilizungumzia habari ya vile twiga alivyo mrefu, na kwa sababu ya urefu wake twiga anaweza akaona mbali. Kwa hiyo nilizungumzia kiongozi na kuwa na macho ya kuona mbali. Leo nataka nizungumzie habari ya mnyama huyu twiga. Katika muktadha wa uongozi tutaangalia habari ya moyo wake. Sasa kabla tujaanza, naomba tumshukuru Mungu kwa pamoja. Mungu Baba, ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa usiku huu. Naomba unipe neema tunapoendelea na dawati hili la uongozi, na utanisaidia pamoja na wasikilizaji na watumishi wako wanaosikiza usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Sawa, karibu sana, tuendelee. Sitaki kuwa na maelezo mengi sana. Nataka tuende moja kwa moja tuangalie moyo wa twiga. Unajua twiga, nimeandika hivi, maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi. Twiga ni mnyama wa pekee sana kati ya wanyama ambao Bwana Mungu amewafanya. Twiga ni mnyama ambaye nilipokuwa nafuatilia nikagundua kwamba twiga ni mnyama mwenye moyo mkubwa sana. Moyo mkubwa sana. Na wataalamu wamechunguza, wamegundua kwamba moyo wa twiga una kilogramu 10. Sasa kilogramu 10 au kilo 10 za moyo, huo sio moyo wa kawaida. Yani sio moyo wa kawaida. Moyo kilogramu 10 ni moyo mkubwa sana. Na hiyo ikanisababisha sasa nilete maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi. Nikauchukua ule moyo wa twiga wenye kilo 10 kufananisha na kiongozi. Nimeandika hivi katika hiki kitabu, nitanukuu machache. Twiga ana moyo mkubwa kwa sababu ya mahitaji ya kipekee ya mwili wake mrefu. Moyo wa twiga unaweza kuwa na uzito wa hadi kilo 11 ili kumwezesha kusukuma damu hadi kwenye ubongo ambao uko mbali sana kutoka kwenye moyo kwa sababu ya shingo yake ndefu. Yani kisayansi ni kwamba, au kibiolojia ni kwamba moyo wa twiga sasa unakuwa mbali pamoja na ubongo wake. Kichwa kinakuwa kiko mbali na moyo uko mbali. Sasa sababu hiyo Mungu aliufanya uwe mkubwa, uweze kusukuma damu iweze kumsaidia katika kuendesha maisha yake. Shinikizo la damu la twiga ni kubwa sana ili kuhakikisha kwamba damu inafika juu kwenye ubongo bila kusababisha upungufu wowote wa oxygen. Kwa hiyo unaona sasa, ndio maana ilisababisha moyo uwe mkubwa, kwa sababu ya kupump ile damu. Moyo mkubwa pia husaidia kuimarisha mzunguko wa damu mwilini kote, hivyo kumwezesha twiga kupata nguvu za kutosha kuishi katika mazingira ya uwazi na kufanya shughuli zake za kutembea, kula, kukimbia anapohitaji kuepuka hatari. Funzo kwa viongozi. Moyo mkubwa na mpana unahusishwa kuwa kiongozi, mchungaji na mtumishi wa Mungu lazima awe na moyo wa uvumilivu, ustahimilivu na subira. Aweke mbali hasira na sambamba na milipuko inayosukumwa na maumivu. Kwa leo tutaangalia moyo mkubwa.
katika muktadha wa uongozi. Kiongozi kwa neema ya Mungu, unapokuwa kiongozi, na mimi ninayezungumza na wewe usiku huu, unapaswa kabisa uwe na moyo mkubwa. Ukiwa na moyo wa kilo 2 au kilo 3, kilo 5, kilo 6, huwezi kustahimili katika masuala ya uongozi. Kiongozi unatakiwa uwe na moyo mkubwa wenye kilo hizo 10 kama moyo wa twiga. Naona moyo mkubwa unaweza kukusaidia kustahimili, unaweza kusaidia kuwa na subira, unaweza kukufanya uwe mvumilivu. Kwa sababu gani? Katika Biblia, kitabu cha Yeremia sura ya 17, Agano la Kale, Yeremia sura ya 17, kuna mistari miwili tu, wa 9 na wa 10. Unasema hivi, mstari wa 9 unasema hivi: moyo huwa mdanganyifu kuliko vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Kuna swali hapo, alafu linajibiwa mstari wa 10: mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mwandishi wa kitabu cha Yeremia anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, halafu una ugonjwa wa kufisha. Sasa moyo wa kiongozi, kulingana na mistari hii, inasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Sasa kiongozi asipokuwa na moyo mkubwa, moyo mpana wa kustahimili mambo, ni rahisi sana kiongozi kuingia katika udanganyifu, kwa sababu moyo wenyewe huwa una udanganyifu. Biblia inasema huwa una udanganyifu kupita kuliko vitu vyote. Ndio maana unakuta viongozi wengi sana wanaingia katika matatizo mengi, kwa sababu ya wanakuwa na mioyo midogo, kwa sababu moyo wenyewe huwa una udanganyifu. Acha wewe udanganyifu wako kama kiongozi, maana tunakuwa na baadhi ya viongozi ni wadanganyifu, lakini moyo wenyewe huwa na udanganyifu. Sasa kwa sababu moyo una udanganyifu, unahitajika wewe kiongozi uwe na moyo mpana, moyo mkubwa. Twiga na moyo mkubwa, ndio maana unakuta anakubalika katika sifa nyingi sana za maisha yake. Kiongozi kukosa moyo mkubwa, utakuwa katika udanganyifu mwingi sana. Tuna viongozi wenye udanganyifu mwingi sana. Ni viongozi, lakini kuna hali ya udanganyifu mwingi sana, mwingi tu, kwa sababu moyo wenyewe unakuwa na udanganyifu. Ndio maana nikaandaa hili somo la kwamba ukiwa na moyo mkubwa wenye kilogramu kama hizi 10 za twiga, unaweza ukastahimili katika mambo ya uongozi. Kwa sababu gani? Kiongozi usipokuwa na moyo mkubwa, hutaweza kustahimili, kwa sababu kiongozi huwa pia anafuatwa na mashambulizi mengi sana. Kwanza, kiongozi kunenewa mabaya, mimi naona hiyo ni mafuta katika masuala ya uongozi. Kiongozi anaweza kanenewa maneno mabaya. Kiongozi anaweza akachukiwa tu na watu wakawa na wivu juu ya kiongozi, kwa sababu unapokuwa kiongozi katika taasisi, katika idara, ndani ya kanisa, iwe ni tawi, mission, parish, kuna tabu zake hapo. Wewe kiongozi, mchungaji kiongozi, senior pastor, hapo unapo kuna tabu zake. Wewe askofu wa jimbo, ndio kabisa huko niliko mimi ndio hatari kubwa kabisa, na kwa viongozi wengine wengi katika nafasi zao walizonazo. Yaani kuna maneno ya kusemwa, kuna chuki za watu, kuna wivu wa watu. Kwa unapaswa uwe na moyo mkubwa. Kama una moyo mkubwa, utakosa subira, utakosa uvumilivu. Moyo mkubwa unasaidia kuwa na uvumilivu. Unaona pale ule msemo unasemaje? Unasema moyo una udanganyifu kuliko vitu vyote. Alafu anaendelea kusema una ugonjwa wa kufisha. Yaani ule moyo wenyewe una kitu kinaitwa ugonjwa wa kufisha. Unajua kufisha ni kitu gani? Kufisha ni kuua. Naona kuangamiza. Kwa kama kiongozi akiwa hana moyo mkubwa, basi atakabiliwa na huu moyo wa kufisha. Atakuwa na ua tu, anaangamiza vitu, anaua watu, anaua huduma za watu. Naona kwa sababu watu wanaweza wakaja kinyume na yeye. Sasa kwa sababu hana moyo mkubwa, anafika mahali anaua tu watu. Chukua mfano wa Yusufu.
Yusufu kwa dalili fulani Mungu alianza kumuita kuwa kiongozi. Ukisoma ile sura ya 37 utaona mstari wa kwanza mpaka wa 4, baba yake alikuwa anasikia habari za Yusufu. Yusufu alikuwa anakwenda mbugani kuwaona ndugu zake, akikuta kule wamekula mbuzi, wanasema imekufa na nini, anakuja anamueleza baba yake. Unaona, kwa hiyo alikuwa na dalili za uongozi, kutaka kusema kweli na kuona kwamba mifugo haipotei. Na maandiko yanasema baba yake akamshonea Yusufu kanzu ndefu. Ile kanzu ilikuwa inaashiria nini? Ilikuwa inaashiria masuala ya uongozi. Katika Israeli kulikuwa kuna kanzu aina kwa aina ya kanzu. Kwa hiyo sio kila kanzu tu ukivaa inakuwa kila kanzu ilikuwa ina maana yake. Ukiangalia hapa Mwanzo 37 mstari wa kwanza mpaka wa 4, utaona baba yake Yusufu anamshonea Yusufu kanzu. Mstari wa kwanza, Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake katika nchi ya Kanani. Hivyo ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu alikuwa mwenye miaka 17, alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bil na wa Zilpa wake za baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Hao jamaa walikuwa wanafanya ukorofi, Yusufu akawa anamletea baba yake zile habari. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzeeni, mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kwamba baba yao wamempenda kuliko ndugu zake wote wakamchukia, wala hawakusema naye kwa amani. Unaona, Yusufu kushonewa ile kanzu, baba yake alikuwa anaona kuna roho ya uongozi ndani yake. Lakini nataka kumleta Yusufu kwa sura ya uongozi wa moyo mkubwa kama wa twiga. Yaani moyo ambao unaweza ukastahimili, moyo ambao unaweza ukawa na subira, moyo ambao unaweza ukawa na uvumilivu. Unaona? Viongozi wengi sisi tunafeli kwa kukosa moyo wa uvumilivu. Unaweza ukaletewa maneno na watu. Mfano sisi tunaongoza washirika. Mimi katika nafasi yangu nilionayo, ninapata maneno mengi sana kwa watu mbalimbali wananiletea. Wewe anaweza kaja kusema maneno mazuri kwamba askofu, kuna watu hawa na hawa wanasema maneno mazuri, lakini mwingine akaja akaniletea, askofu, kuna hawa na hawa hawasemi mazuri juu yako. Kwa hiyo ninahitaji sana, mara nyingi namuomba Mungu. Sijakuwa mkamilifu katika hilo. Kuna wakati kweli kama mwanadamu, yani wanadamu unataka kuja, lakini kwa sasa nimeendelea kumuomba Mungu, hasa naporudia hiki kitabu cha maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi. Ni kama yananirudia yale mambo. Ninapoletewa mambo ya kuniumiza, naanza kuangalia moyo. Nasema, Mungu, moyo wangu labda una kilogramu 7, niongezee Mungu niwe na kilogramu 10 ili niweze kustahimili ili ambalo linakuja. Nisikilize. Maandiko yanasema mstari ule wa 5 mpaka wa 11, Yusufu aliota ndoto. Akaota ndoto ya kwanza, anasema aliona miganda ya ndugu zake imeinamia mganda wake. Sasa ndugu zake wakamwambia, je, kweli utatumiliki sisi nao utatawala sisi? Mstari wa 8, wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Kwa unaona Yusufu alikuwa anawaambia, kwa sababu ni kiongozi, ya kusita kuambia. Kuna walimu wengine wanafundisha, wanasema usio unataja sana, usio unafunua sana ndoto au maono ulionayo, lakini ina ukweli kiasi fulani. Lakini kumbuka hata Mungu alipoongea na Habakuki akamwambia, hiyo ndoto sio ya wakati wa haraka, haitachelewa na wala haitafanya haraka, lakini iandike, iweke wazi, watu waisome kama maji. Nini alikuwa anazungumza pale Mungu? Alikuwa anataka maono ya kiongozi yakimulike. Hata mimi nimeshindwa kuficha yale ambayo Mungu anasema ndani yao. Na saa nyingine pia nimeona yalikuwa kama changamoto kwa baadhi ya watu, sio wote. Kwa hiyo Yusufu akawaambia ndugu zake, na ndugu zake Yusufu wakafanya nini? Wakamhusudu, yani wakamchukia. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa na moyo mkubwa, moyo wenye upana, moyo wenye kustahimili, hakuweza kuwachukia ndugu zake. Ukisoma hiyo Mwanzo 37, ukienda mstari wa 17, mstari wa 12, utaona baba yake Yusufu, mzee Yakobo, anamtuma Yusufu awafuate ndugu zake. Mstari wa 12 unasema hivi, ndugu zake, mstari wa 11, mstari wa 12, ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo li salama, ukaniletea habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni
akafika Shekemu. Unaona, Yusufu ana moyo mkuu, ana moyo kama wa twiga wa kilo 10. Wale ndugu zake wanaomchukia, wale ndugu zake ambao wana kijicho naye, Yusufu anatumwa akawatazame kama hawajambo, akaangalie kama wana shida kiasi gani. Yusufu kwa sababu ya ule moyo mkubwa hasemi, mzee, unajua wale jamaa wamenichukia, wale jamaa wanifai. Yusufu anakwenda. Kiongozi uwe na moyo mkubwa, usiwe na moyo wa kufisha. Moyo wa kufisha ni wa kuua, moyo wa kufisha ni wa kuangamiza, moyo wa kufisha ni wa kisasi. Yusufu angeweza kumwambia baba yake, kwa sababu unanipenda na hii ni nafasi yangu, angeenda kuleta ukorofi kwa ndugu zake, lakini kwa sababu Yusufu alikuwa na moyo mkubwa. Kiongozi uwe na moyo mkubwa. Moyo mkubwa unakufanya uwe na stamina, unaweza kustahimili mambo, unaweza kusimamia mambo. Ningeweza kuendelea kutoa habari za Yusufu. Ndugu zake wakamkamata, wakamvua nguo, halafu wakamtupa kwenye shimo, ndivyo Biblia inavyosema. Halafu wakaamua afie mle. Lakini baadaye Biblia inasema wafanyabiashara ya watumwa wakapita mahali pale. Ndugu zake wakashauriana, wakasema tusimuue, tumuuze. Wakamtoa shimoni, wakamuuza kwa wafanyabiashara wale wa Ishmailia. Wale wafanyabiashara wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Kumbuka, Yusufu anawaona kabisa ndugu zake wanamuuza, ndugu zake wanamfanyia mambo mabaya ya kifo. Kama kiongozi uko na maadui wengi, lakini nikwambie pia una marafiki wengi sana. Kuna ndugu zako ambao Biblia inasema ni ndugu za uongo, huwa hawasikii raha kwenye hiyo nafasi ulionayo. Usifurahie kuwa senior pastor, kuna watu hawajafurahi mpendwa. Usifurahie kuwa mchungaji wa tawi, kuna watu hawajafurahi. Usifurahie kuwa kiongozi wa kina mama, kuna watu hawajafurahi. Usifurahie pia kuwa mama mchungaji, mama askofu mkuu, kuna watu pia hawafurahi. Usifurahie kuwa askofu mkuu, kuna watu hawafurahi. Na mimi nimeona watu ambao hawafurahi, hata ukifanya jambo zuri wao wanahesabu ni baya tu, wanakosoa tu tangu asubuhi mpaka mchana, yani wao hawaoni jambo zuri. Sasa kiongozi unatakiwa uwe na moyo mkuu. Wanapokosoa wewe unasikia sawa tu, wala ubabaiki wala usikii shida. Maandiko yanasema Yusufu akauzwa mpaka kwa Potifa. Historia hii inafahamika sana. Mnajua mke wa Potifa alichomfanyia Yusufu. Yusufu akatupwa gerezani. Bado Yusufu alikuwa ni kiongozi mwenye moyo mkuu. Akiwa pale gerezani akapata uongozi. Baadaye akatoka gerezani. Pointi yangu nataka tukueleze ni hii. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 45 mstari wa 4 mpaka wa 9 unaonyesha ukomavu wa Yusufu. Wale ndugu zake ambao walisema watakuja kumsujudia, ni kweli wakaja kumsujudia. Naona Mwanzo 45, tuanzie ule mstari wa 4 mpaka mstari wa 9 pale. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu basi. Wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu ili kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyokuwa na kulima wala kula. Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi sio ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na kama bwana katika nyumba yake yote, mtawala katika nchi yote ya Misri. Fanyeni haraka mwendeni baba yangu, mkamwambie, hivi ndivyo asemavyo mwanawe Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie, usikawie. Sasa Yusufu kama angekuwa hana moyo mkuu, si angewakamata hawa jamaa na kuwaua, si angewatesa hawa ndugu. Lakini Yusufu kwa sababu ana moyo mkuu, wale ambao walimchukia, wale ambao walimuuza kwa kumvua nguo, Yusufu anawaona ndio hawa. Anajaribu kujificha kwao, hawamtambui. Baadaye anajifunua kwao, jamani, mimi ndio Yusufu ndugu yenu mliyeniuza. Lakini msihuzunike kwa jambo hili, sio ninyi ambao mlisababisha hili jambo. Yusufu kwa moyo mkuu anasema, ni Mungu alinitanguliza huku Misri niwe bwana, ili niwaokoe ninyi kwa wokovu mkuu. Kwa hiyo msipate shida, nendeni mkamwambie baba ya kwamba Mungu ameniweka kuwa bwana katika nyumba ya Farao, na mimi ndiye mtawala huku Misri. Unaona, ni kiongozi ambaye ana moyo mkuu, anaweza kukabiliana na changamoto za watu wengine. Sikiliza ndugu yangu, wewe kwa nini huwa unaumuka sana? Wewe kwa nini huwa unakuwa na mlipuko sana unaposikia watu wanakushusha,
unakuwa na mlipuko sana. Unaposikia watu wananena mabaya juu yako, unalipuka, unahangaika. Usihangaike kiongozi mwenzangu. Hili ni dawati la uongozi. Nataka nikuhimize usibabaike, simama imara, simama katika zamu yenu. Nimeangalia mara nyingi sana kwa viongozi wanaokuwa madarakani, hasa katika hata nchi yetu Tanzania. Nakumbuka kipindi cha Mzee Mwinyi, kipindi cha Benjamin Mkapa, kipindi cha Mheshimiwa Kikwete, kipindi cha Magufuli, mpaka cha Dr. Samia. Yani unaweza ukasema kama huna moyo mkuu, unaweza ukaifisha taifa au ukaangamiza watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wanakunenea. Tena zamani zile zilikuwa hazina masuala ya mitandao haya, lakini leo mtu anatokeza mahali fulani anamnena kiongozi maneno mabaya kabisa, na kiongozi huyu yuko juu ya mamlaka yote. Yani akikutaka anaweza kukukamata tu kama kuku. Pale ulipozungumzia kwenye ule mtandao, anaweza akajua mpaka kabila yako na mpaka nyumba unayoishi. Lakini kwa sababu ana moyo mkuu, hana shida. Nakumbuka wakati fulani Magufuli alichorwa, kichwa chake kimekaa na kisogosogo cha ajabu ajabu sana. Akaonyeshwa, akasema tu kwa upendo, jamani, hata kama mnanichora, lakini msinichore kichwa changu kiko namna hiyo. Hivi kweli kichwa changu kiko namna hiyo? Ikawa imeishia pale. Yani kiongozi ana moyo mkuu. Kipindi kile kilichopita niliwaambia Mheshimiwa Kikwete alituokoa na matatizo ambayo yangetokea wakati fulani Tanzania na Rwanda. Anasema alipokuwa amesemwa sana, akasema jamani, sio kwamba sisikii. Narudia sana haya maneno, na maana yanasaidia kuonyesha ukomavu wa kiongozi. Pia kiongozi kuwa na moyo mkuu ni kuwa na ukomavu. Ustahimilivu ni ukomavu kwa kiongozi. Subira ni ukomavu kwa kiongozi. Akasema sio kwamba sisikii, ninasikia hayo yanayosemwa juu yangu. Na yalikuwa ni maneno ya kumdhalilisha sana. Akasema sio kwamba sina mdomo wa kujibu, ninao mdomo wa kujibu. Lakini kwa mustakabali wa nchi yetu na nchi ya jirani, sioni sababu ya kujibizana ili tufikie mahali pabaya. Na nitatulia, tutahakikisha haya mambo yanakwenda vizuri mpaka tumalize hii chokochoko au haya maneno. Na kweli mambo yakaenda vizuri. Unaona, huo ni moyo wa kiongozi ambao tunaweza kuufananisha na kilogramu 10 za moyo wa twiga. Lakini viongozi wengine huwa wangelipuka haraka tu na kuamua kufanya mambo ya malumbano au kuamua vita. Vita vikitokea ni watu wengi wanaathirika, sio wewe tu kiongozi. Utaonyesha uchampioni na ubabe ulionao, lakini kuna nafsi nyingi za watu zitakufa juu yako. Na zikifa juu yako, huna sehemu katika ufalme wa Mungu. Kiongozi unatakiwa una moyo mkuu. Kwa hiyo wewe napenda kuileta hiyo. Wakati wa Dr. Samia pia amekutana na changamoto fulani. Kuna wakati fulani aliandikiwa mambo ya ajabu, niliwahi kuyaona kwenye mtandao, mambo ya ajabu mabaya sana ya kumdhalilisha. Lakini ana uwezo wa kufanya chochote, lakini bado aliendelea na bado anaendelea mpaka leo. Na bado anaweza akasimama akaongea na watu wale ambao miongoni mwao wamehusika kusema maneno mabaya. Kwa hiyo kiongozi ukiwa na moyo mkubwa unaweza kustahimili mambo mabaya yanayonenwa juu yako. Yusufu huyu, unasoma habari zake unashangaa. Akamwambia ndugu zake, wale ndugu zake wakaenda, baadaye wakamleta baba yao. Baadaye wakaishi kule Misri Yusufu na ndugu zake. Baba yao akafa, mzee Yakobo. Alipokufa, hawa ndugu zake Yusufu wakaanza kuwa na wasiwasi. Wakamfuata Yusufu. Ukisoma ile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 50 mstari wa 15 mpaka 21, unaweza ukaona pale Mwanzo ile sura ya 50. Sura ya 50. Unaweza ukaona wakati baba yao wamekufa, ndugu zake sasa wakawa na wasiwasi. Mstari ule wa 15 Biblia inasema hivi, Mwanzo sura ya 50, wakati mzee Yakobo ameshakufa, mstari wa 15, ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema labda Yusufu atachukia naye atatulipa maovu yetu tuliyomtendea. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena na baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake akisema, mwambie Yusufu hivi, naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Ndugu zake wakaenda tena wakamwangukia miguuni, wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akamwambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema, ili itokee
kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Huyu ni kiongozi mwenye moyo mkuu. Wale maadui, wale ambao walikuwa wamepanga kumfanyia mambo mabaya, wakawa wameanza kuwa na wasiwasi wakati mzee Yakobo amefanya nini? Amefariki. Wakatuma ujumbe wakamwambia, baba alisema uachilie kosa la hawa ndugu zako walikutendea mabaya. Na wala baba yao hakusema hivyo, ni hofu yao. Yusufu aliposikia maneno hayo akalia. Ni kiongozi mwenye moyo mkuu, kiongozi mwenye moyo wa rehema. Moyo mkuu unaingiana pia na rehema. Unaweza ukawa na rehema kubwa, na huu moyo mkubwa ambao hauna makilo yake ni makubwa, ni kama moyo wa Yesu Kristo. Tunasoma Yesu akiwa pale msalabani, kiongozi huyu mashuhuri, kiongozi asiye na mfano duniani. Maandiko yanasema watu wanapiga makelele pale, yeye akiwa katika mateso makubwa pale msalabani akasema, Baba wasamehe, maana hawajui walitendalo. Yaani unaona ni moyo wa rehema. Kiongozi ana moyo wa rehema. Kuwa na moyo mkubwa kama kiongozi ni kuwa na moyo wa rehema. Viongozi wengi sana wana jazba, viongozi wengi sana ni wakali, viongozi wengi sana hawana mwelekeo wa moyo kama huo. Yaani ni viongozi ambao wanaingia katika matatizo makubwa kwa sababu hawana mioyo mikuu. Nimalizie kwa Yusufu, nilete habari za mfalme Daudi. Daudi naye ni kiongozi aliyekuwa na moyo mkubwa sana. Kwa sababu gani? Unaposoma kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 17, baba yake mzee Yese anamtuma Daudi, anamwambia nenda ukawatazame ndugu zako. Daudi anakwenda kuwatazama ndugu zake, anakuta kuna vita kati yao na Wafilisti, na Goliath anatukana matusi makubwa sana, anawatukana majeshi ya Mungu wa Israeli. Daudi anawauliza, atafanywaje mtu atakayemuua Mfilisti huyu asiye na agano na Mungu? Wanamwambia, mtu atakayemuua huyu Mfilisti, mfalme ametangaza ofa 3. Kwanza, atampa msichana wake, ataoa nyumba ya mfalme. Pili, atamuondolea kodi zote katika taifa la Israeli, huyo ndugu na jamaa zake hawatakuwa na kodi, na pia atawaacha huru. Yani watakuwa hawafuatwi kabisa katika maisha yao, lakini atawatajirisha kwa utajiri mkubwa sana. Daudi aliposikia maneno hayo akaona yule Mungu anayemwamini, mbona anaweza kumuondoa huyu Goliati? Wakati Daudi anataka kusogea mbele kwenye hivi vita, ndugu zake ambao wanazaliwa nao wakamwambia, wewe tunakujua kiburi chako, umeacha kondoo wachache kule, umekuja kuvitazama vita. Daudi kama kiongozi mwenye moyo mkuu, moyo unaompendeza Mungu, kama Mungu alivyosema, nimemuona mwana wa Yese Daudi, mtu atakayeupendeza moyo wangu. Ndio hapo napopazungumzia kiongozi katika maisha ya twiga, katika muktadha wa uongozi, kuwa na moyo mkuu kama huyu twiga. Twiga ana moyo mkuu. Daudi hakusumbuana na kaka yake, akamwambia, ndugu yangu, je, kuna kosa kubwa nimelifanya? Mbona sina kosa kubwa nilolifanya? Akaenda kwa mfalme, akasema maneno yale yale kwa mfalme. Mfalme akamwambia, wewe bado ni kijana tu, utaweza kupigana vita na huyu ndugu. Huyu amekuwa katika vita zaidi ya miaka 40. Lakini Daudi akamwambia mfalme, akatoa na ushuhuda wake. Baadaye mfalme akasema, haya basi nenda. Daudi akaenda kwa mkono wa Mungu ulio hodari, akamuua yule Mfilisti. Alipomuua yule Mfilisti, Daudi akainuliwa sana katika taifa la Israeli. Sauli akamchukua Daudi akamleta ikulu. Maandiko yanasema Daudi akawa anaishi pale ikulu. Na huyu ni kiongozi, akampa kuwa kiongozi kwa maaskari wengine wote majemedari. Daudi akapewa nafasi ile. Lakini kukatokea jambo fulani. Wakati Daudi anarudi kutoka kumuua Mfilisti, wanawake wakawa wanaimba pambio. Ile pambio ilikuwa inaleta mambo mawili. Inasema Daudi ameua 10,000, lakini Sauli ameua 1,000. Kwa hiyo ikamfanya Sauli asikie vibaya. Akasema, kama wamempa 10,000, nini kilichobakia? Si hata ufalme watampa? Kwa hiyo Sauli akawa anamuinda Daudi. Pointi yangu ni hii, amemkosa na mkuki zaidi ya mara 2. Mfalme Sauli amemkosa Daudi na mkuki zaidi ya mara 2. Daudi akakimbia kutoka enzi ya ikulu. Daudi akawa anakaa maporini, mapangoni. Siku moja Daudi alikuwa yuko pangoni, Sauli akawa anamfuatilia huyu mfalme. Sauli akawa anamfuatilia Daudi mapangoni ili amkamate amuue. Maandiko yanasema Daudi akiwa ameingia kwenye pango kwa ndani, maandiko yanasema Sauli naye akaingia kwenye lile pango ili ajifunike. Sio kujifunika, alikuwa ameingia pale kwa shughuli maalum. Na Daudi akamuona.
Askari zake wakamwambia hivi, sasa Bwana amemleta adui yako mikononi mwako, mshughulikie. Daudi anasema usinyoshe mikono kwa masihi ya Bwana, kwa sababu Daudi ana moyo mkubwa. Unapokuwa kiongozi, unaweza ukaangalia watu waliokutendea mabaya, wengine walikuwa wamekupinga. Mfano viongozi tunaoingia kwa kupitia kura, inaweza kuwa watu wengine hawakutaki leo, watu wengine wanatamani wewe usiwe kiongozi, lakini kwenye uchaguzi wa kura ukapata hiyo nafasi. Kwa hiyo ukipata hiyo nafasi, usilipe kisasi, uwe na moyo mkuu. Jua hao ni watu ambao Mungu amekupatia uongozi. Huo ndio moyo wa twiga. Daudi akasema siwezi kunyoosha mikono kwa masihi wa nani? Kwa masihi wa Bwana. Akaenda akakata kipande cha vazi ya ile pindo. Alafu Sauli akatoka, baadaye na Daudi akatoka. Alipotoka Daudi akamwambia Sauli, mbona unaniwinda bwana? Leo uliingia kwenye pango, mimi nimekata kipande cha vazi lako. Askari wako walishindwa kukulinda. Mungu aamue kati yetu mimi na wewe, ni nani aliye na makosa? Si ulikuwa umewekwa ndani ya mikono yangu leo, lakini mimi niliyaona maisha yako ya thamani mno. Sauli akasema, kwa kweli mwanangu, mimi ninakosa, wewe una haki. Moyo mkuu wa kiongozi. Kuna jambo lingine nataka nizungumze la Daudi ambalo kwa kweli hilo nadhani linapaswa nisome. Hayo niliyoyazungumza unaweza kwenda kuyaona Samueli wa kwanza sura ya 17, 25 mpaka mstari wa 26. Lakini pia Samueli wa kwanza sura ya 24 mstari wa kwanza mpaka 15 unaweza ukayaona. Nataka twende Samueli wa pili uone ile sura ya 16, uone moyo mkuu wa Daudi. Hapo mimi ilinishangaza sana. Tukianzia mstari wa 5 utaona vile Daudi alivyokuwa na moyo mkuu. Imeandikwa hivi: basi mfalme Daudi alipofika Bahurimu, na tazama kulitokea huko mtu wa jamaa ya nyumba ya Sauli, jina lake akiitwa Shimei mwana wa Gera. Alitoka akalaani alipokuwa akienda. Tena akamtupia Daudi mawe, na watumishi wa mfalme Daudi na watu wote na mashujaa wote walioko mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto. Na Shimei alipolaani alisema hivi, nenda zako, ewe mtu wa damu, ewe mtu usiyefaa. Yani hayo maneno huyo jamaa anamwambia mfalme Daudi, nenda zako, ewe mtu wa damu, ewe mtu usiyefaa. Umetwaliwa katika uovu wako mwenyewe, kwa sababu umekuwa mtu wa damu. Ndipo Abishai mwana wa Serui akamwambia mfalme, mbona mbwa mfu huyu anamlani mfalme bwana wangu, na nivuke na kusini kaondoe kichwa chake. Yani mpaka askari wa Daudi mmoja akakasirika, akamwambia mfalme, huyu mbwa mfu huyu anawezaje kuleta matusi ya namna hii mbele ya mfalme? Hebu mfalme niachie niende nikaondoe kichwa chake. Sikiliza Daudi anavyosema. Basi Daudi akamwambia Abishai na watumishi wake wote, angalieni, huyu mwanangu aliyetoka kwenye viunoni mwangu anautafuta uhai wangu. Si zaidi Benjamini huyu? Sasa mwacheni alani, kwa sababu Bwana ndiye aliyemwagiza. Labda Bwana atayaangalia mabaya yaliyonipata, naye Bwana atalipa mema kwa sababu ya kulindani kwake leo. Basi wakaendelea njiani, Daudi na watu wake. Shimei naye akaendelea juu ya ubavu wake kilimani kwa kumkabili, huku akienda akilani, akimtupia mawe na kumrushia mavumbi. Hebu fikiri, huyu ni mfalme, analaaniwa na mtu wa kawaida sana, anatukanwa, lakini Daudi ametulia kwa sababu ana moyo wa kilogramu 10. Mtumishi wa Mungu, kiongozi unanisikia, unaonaje moyo wako? Kilogramu 2? Unaonaje mihemko ulionayo? Una kilogramu 3? Unaonaje jinsi ambavyo usivyo na uvumilivu? Una kilogramu ngapi? 4? Muombe Mungu basi aongeze kilogramu za moyo wako, uwe na kilogramu 10 au na zaidi, kama vile alivyo twiga. Daudi anasema mwacheni, kama mtoto wangu aliyetoka kwenye viuno vyangu. Wakati huo Absalom alikuwa amefanya ukorofi fulani kwa baba yake ili achukue utawala. Anasema kama huyu mtoto wangu aliyetoka kwenye viuno vyangu tu mwenyewe amenigeuka, sembuse Benjamini huyu, mwacheni atukane, mwacheni alani. Inawezekana Mungu amemtuma afanye hivyo, na hiyo ndio inaweza ikawa ndio ukombozi wangu kwake. Akawazuia askari wake mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Mara nyingine viongozi kwa kuwa na moyo mdogo huwa wanashauriwa vibaya na watu walio chini yake.
Na hii niiseme kabisa kwa makusudi, ninyi mnaoongozwa msiwe mnawachochea viongozi. Saa nyingine kiongozi usipokuwa na moyo mkubwa tena wa ufahamu na maarifa, unaweza ukawa na watu wachache wanakupendeza na kukushabikia, lakini wanakupoteza. Kuwa na moyo mkubwa si tu katika kustahimili. Kuwa na moyo mkubwa ni kuwa na maarifa pia ya kiroho, kuwa na ufahamu wa kiroho, kuwa na mtazamo mpana katika mambo ya kiroho. Ndio maana ya kuwa na moyo mkubwa. Mara nyingine unaweza kugundua watu hawa wana hila, mara nyingine unaweza kugundua hawa hata hawakupendi, unaongoza tu hawakupendi. Inaweza kuwa tu wanapenda vitu fulani ambavyo wanapata benefit kwa sababu ya uongozi wako. Kuna wengine wanakusifia tu, lakini si kwamba wana nia njema na wewe. Wanakusifia tu ili mradi, lakini hawana nia njema na wewe. Kwa hiyo kuwa na moyo mpana unakupa ufahamu, unakupa maarifa, unakupa kutambua, unakupa busara, unakupa uvumilivu, unakupa kuweza kustahimili. Hata kwa wale wanaokuchukia unaweza kusema pamoja nao. Daudi hakumuua huyu jamaa. Ukiendelea kusoma maandiko, huyu bwana baadaye alikuja kuomba msamaha kwa mfalme Daudi. Sauli amemkosa Daudi na mishale zaidi ya mara 2 au mara 3. Daudi aliwahi kutumwa na mfalme Sauli kwenda kuwatairi watu 100 ili alete kama mahali kwa mfalme Daudi na kwa mfalme Sauli ili aoe mke mwingine, maana yule mke wa kwanza alidanganywa, Sauli alimdanganya. Na Sauli alifanya hivyo kuwa mtego kwamba Daudi atakapokwenda kwa Wafilisti kuwatairi Wafilisti 100 alete hiyo kama mahali. Alijua kwa vyovyote Daudi atauawa, lakini kwa sababu Daudi alikuwa na moyo mpana, moyo wa ushujaa, hata hilo alilitambua. Badala ya kutairi watu 100, Daudi alitairi watu 200, akaleta ile mahari kwa Sauli. Unaona, kwa sababu alikuwa na moyo mpana. Hayo yote ilikuwa ni mitego ya kumfanya Sauli amfanye Daudi afe, lakini Daudi hakufa. Kwa moyo ule mkuu Sauli akafa, bado Daudi alimwombolezea Sauli na Jonathan. Lakini sio hivyo, ukisoma Samueli wa pili sura ya 9, Daudi amekaa kwenye ufalme wake anatawala, anasema hivi, hakuna mtu yoyote wa ukoo wa Sauli aje nipate kumbariki. Maandiko yanasema watu wakamwambia, Bwana, wamekwisha wote, ila kuna kijana mmoja mlemavu, Mephibosheti mlemavu. Daudi anasema mleteni huyo jamaa, pamoja na ulemavu mleteni. Unajua zamani za Agano la Kale walemavu hawakuruhusiwa kufika ikulu, hawakuruhusiwa kuwa karibu na watu wa Mungu, kwa sababu ulemavu zamani ulikuwa unaonekana kama ni mkosi hivi, kama ni laana. Yule Mephibosheti akaletwa ikulu. Daudi akamfanyia fadhili, akasema mali yote ya Sauli babu yako yote itakurudia yeye. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa na moyo mkuu. Kiongozi uwe na moyo mkuu. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana kutoka kwenye moyo wako ndiko inakotoka chemchemu ya uzima. Kiongozi, linda moyo wako, usiwe na moyo mdogo mdogo. Ukiwa na moyo mdogo mdogo utakuwa na tamaa. Ukiwa na moyo mdogo mdogo utakuwa na fojali. Ukiwa na moyo mdogo mdogo sifa zitakuharibu. Ukiwa na moyo mdogo utataka tu watu wakusifu na utataka kujifanya wewe ndio zaidi kuliko watu wengine. Kuwa na moyo mkuu, moyo huo ambao twiga tofauti na wanyama wote ana moyo wenye kilogramu 10. Sasa kwa muktadha huu unatufanya na sisi viongozi kuwa na moyo mkubwa. Mwandishi wa kitabu cha Ezekieli sura ya 36 anasema maneno haya. Kitabu cha Ezekiel sura ya 36 anasema maneno haya. Ezekieli 36 mstari wa 26 na mstari wa 27. Biblia inasema hivi: nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe ulio ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hii inataka kusema nini? Inataka kusema Mungu anataka kukuwekea moyo wenye uzito, moyo wenye kilo. Anasema nitaondoa moyo fulani, alafu nitaweka moyo wangu ili nikuendeshe katika sheria zangu. Ukiwa na moyo wa kimungu unaweza ukawa kiongozi unayefaa sana. Tunahitaji sana kuwa na viongozi wenye mioyo mikuu,
viongozi ambao hawana milipuko, viongozi ambao hawawezi kubabaika, viongozi ambao hawawezi wakayumbishwa na maneno, viongozi ambao wana ustahimilivu, viongozi ambao wana subira. Natazamia sana wewe kiongozi pale ulipo uwe na uwezo wa kustahimili. Ninapozungumza maana ya kustahimili, sina maana ya kwamba kiongozi basi uwe unaonewa kila kitu unasema tu sawa tu. Haina maana hiyo. Yani una uwezo wa kupambanua wewe kiongozi. Unaona? Una uwezo wa kupambanua hili likoje. Hiyo ndio maana yangu. Hata mimi kuna saa nyingine ninafanyiwa mambo alafu naona hili jambo si sawa. Kama kiongozi napaswa kulizungumzia kwamba hili linakaaje. Yesu Kristo kiongozi mashuhuri na hodari, na tuweze tukamfananisha na mtu yote, ametufunza njia za uongozi. Kuna mahali fulani Yesu Kristo alifundisha akasema, mtu akikupiga shavu hili mgeuzie na shavu lingine, akikupiga shavu la kulia mgeuzie na shavu la kushoto. Yesu Kristo alifundisha mafundisho ya namna hiyo, na ni kweli alikuwa na maana kwamba inawezekana mtu akakunenea vibaya, usisikie shida, msikilize na upande mwingine wa pili. Ndio maana yake, unatakiwa uone stahimili. Lakini kuna wakati Yesu aliwahi kupigwa kofi, imeandikwa kwenye Biblia, na ni kiongozi mwenye moyo mkuu, lakini aliuliza, napigiwa ili kofi kwa sababu gani? Yani sina maana ukiwa kiongozi basi ukubali kila kitu. Ukikubali kila kitu watu watakudharau, watu watachukua hata nafasi zako, watu watakufanya wewe sio kiongozi. Napozungumza kiongozi mwenye moyo mkuu ni kiongozi imara, kiongozi strong. Unaweza ukasimamia maamuzi, unaweza ukasimamia nafasi yako. Unapokuwa kiongozi lazima pia uheshimu nafasi yako, simamia nafasi yako, kwa sababu watu ambao pia wamekubali uwe kiongozi kwao, ukianzia Mungu mwenyewe amekuamini wewe, halafu na watu unaokuongoza wameweka tegemeo kwao. Kwa hiyo simama kama kiongozi katika nafasi yako. Sina maana tu hata ukipigwa tu kofi lisilo na sababu uweze kukubali. Sina maana ukisukuma tu bila mpango uweze kukubali. Lakini ni kiongozi ambao unaweza kuchukua mambo kutoka jambo moja kwenda jambo jingine, hatua kwa hatua. Kiongozi mwenzangu katika dawati hili la uongozi, nazungumzia habari ya twiga. Moyo mkubwa unaweza kupampu damu, unaweza kufanya damu iende kutoka umbali wa shingo lake, yani kwenye kichwa kule, kutoka umbali wa kichwa chake mpaka moyo ulipo. Ni moyo mkubwa wenye kusukuma damu, unaomfanya huyu twiga aweze kutembea, unaomfanya huyu twiga awe na kuweza kustahimili chochote kile, unaofanya huyu twiga, ule moyo unamfanya twiga anawili, apendeze, unaofanya huyu twiga kila anayemuona asikie raha kumuona twiga, kwa sababu ana moyo mkubwa. Kiongozi mwenye moyo mkubwa, wewe Mungu anakupa kibali, unakuwa unapendeza, watu wanatamani kukusikiliza, watu wanatamani kukuona, hata kama ni kwa nia yoyote, lakini wanatamani kukuona wewe ni nani. Ni kiongozi ambao huna jazba, kiongozi ambaye huna uchungu ndani yako. Kuna viongozi ambao mioyo yao midogo kama kilo 4 wanakuwa na uchungu. Kiongozi utakiwi kuweka uchungu, kuweka hasira, kuwa na visasi. Huo sio uongozi. Kiongozi unatakiwa usiwe na visasi, usiwe na uchungu. Yaani hata mtu akikuona na kuona tu uko tu wa kawaida kabisa, lakini mwenye msimamo na mwenye kuelekeza wale unaowaongoza. Kwa sababu Mungu akikupa watu waongoze, huwa anakusudia utawatoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi. Mungu akubariki sana wewe uliokuwa unanisikia usiku wa leo, na umuombe Mungu na nimuombe Mungu ili moyo wangu uongezeke kilo, nipate kuongoza vizuri. Moyo mdogo, kelele nyingi. Moyo mdogo wenye kilo ndogo hauna kustahimili, lakini moyo mkubwa unastahimili. Moyo mkubwa unasubira. Unaweza ukaketi mahali ukawa unangojea, unamngoja Bwana, unastahimili mpaka baadaye watu wanashangaa. Binafsi ninaangalia maisha yangu, huwa ninayaona vile Mungu ambavyo amenifanya. Kuna wakati watu walikuwa wamenidharau sana, lakini huyu Mungu ambaye amenipa neema siku hadi siku, wale walionidharau sasa wananiogopa, lakini mimi siwatangazii waniogope hata siku moja. Mimi naendelea kufanya kazi kwa uaminifu katika uongozi ambao Bwana amenipatia. Ukisoma, ninapomalizia, ukisoma Zaburi ya 72 mstari wa 5, inazungumza neno fulani ambalo ni la ajabu sana. Mungu analizungumza hapa katika Zaburi ya 72
alafu mstari ule wa 5. Zaburi ya 72 mstari wa 5 unasema hivi: watakuogopa wakati wote wa kudumu jua. Ni nani? Ni kiongozi huyo ambaye ana ustahimilivu, ambaye anaweza kusimama. Anasema watakuogopa wakati wote wa kudumu jua. Ndio maisha ya Daudi yalivyokuwa. Watu walimuogopa wakati wote wa kudumu jua. Daudi aliogopewa. Kiongozi mwenye moyo mkuu anaogopewa. Ilifika mahali ambapo hata akisema jambo watu wanakuwa tayari. Kuna kipindi Daudi alitamani maji ya Yerusalemu, maji ya kisima cha Bethlehemu, akawatuma askari wake, na ilikuwa kuna maaskari wazito sana, lakini wale askari wa Daudi wakapenya wakaenda wakachota maji ya Bethlehemu wakamletea Daudi. Daudi alipoyaona yale maji hakuyanywa, akayamimina mbele za Bwana. Akasema siwezi kunywa maji ambayo watu wamehatarisha maisha yao, wamehatarisha maisha yao. Sikiliza huu mstari unavyosema. Hii ni Zaburi ya Daudi hii. Anasema hivi mstari wa 5, watakuogopa wakati wote wa kudumu kwa jua. Halafu mstari unaendelea unasema wakati wa kung'aa mwezi kizazi hata kizazi. Watakuogopa wakati wote wa kudumu jua na wakati wa kung'aa mwezi kizazi hadi kizazi. Watu wanakuhofu, wanakutazama kwa namna nyingine kwa sababu ni kiongozi mwenye moyo mpana. Daudi amefikia kuwa mzee, anatamani kwenda vitani. Watu wake wanamwambia hapana, usiende vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Unaona, wanamwogopa mpaka jua litakapozama. Mng'ao wa mwezi vizazi na vizazi. Mpaka leo tunamtaja Daudi. Hata mimi usiku huu namtaja Daudi. Na Kristo Yesu anazaliwa katika ukoo wa Daudi. Watakuogopa hata jua litakapozama. Ukiwa na moyo mkubwa. Bwana akubariki napokwenda kukuombea. Na wewe mwenyewe ujiombee, utoke kwenye moyo wa kilo 3. Pandisha viwango. Vuka kwenye maneno ya kusemwa, pita hapo. Vuka kwenye maneno ya kulaumiwa, pita hapo. Wanaokuonea wivu baadaye watakuogopa, kwa sababu Mungu atatengeneza utisho usio wa kawaida kwa sababu ya moyo wako kuwa mkubwa. Baba, ninakushukuru. Asante kwa usiku huu. Asante kwa watu wako ambao wanaendelea kusikiliza katika kipindi hiki cha Dawati la Uongozi. Leo tumechukua sehemu ya pili ya twiga, kwamba ana moyo mkuu, ana moyo wenye kilo 10 ambazo kwazo zinatakiwa kuwa kwa kiongozi ambaye anaweza kuongoza jahazi katika nafasi aliyonayo, kama ni kwenye tawi, kama ni kwenye parish, kama ni kwenye kanisa la mahali, kama ni kwenye jimbo au taifa, kwenye taasisi, kwenye mradi. Nafasi yoyote isimzuzue kiongozi, awe na moyo mkuu, aweze kustahimili ili kuweza kufikisha yale makusudi ya Mungu aliyomkusudia katika utumishi wake. Ninawaombea wote walionisikiliza, Roho Mtakatifu awafafanulie zaidi haya niliyoyasema katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante, tuonane Jumanne nyingine usiku.